Imetimia mida ya saa 10:03. Basi bila shaka karibu tena basi katika awamu nyingine ambayo kwa basi tunavuka muda hadi katika masuala ya mchezo. Kwa basi ni jukwaa la kispoti awamu ya kwanza, tarehe ngapi hapa? Tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2020. Karibu tena sana mzaji wangu maana ambaye kwamba upo, basi bila shaka tukeze kupelekana moja kwa moja hadi viwanjani tukaweza kuangazia masuala yanakuwa namna gani viwanjani. Lakini kama unavyojua katika awamu hii ya kwanza ni awamu ambayo kwamba siwa na masuala hapa ama huwa tunajadili masuala, na leo siku ya leo niko naye mwenzangu hapa bwana Sami ambaye kwamba tayari yuko mjengoni kuweza kuhakikisha kwamba masuala yanakuwa vyema tena sana katika top 54 masuala mtaani pale. Moja kwa moja nitakuwa nakupeleka kwake Sami ili akaweze kumkaribisha mgeni wetu siku ya leo, na moja kwa moja basi wakaweza kuingia katika majadiliano ya siku ya leo. Sami, Shukran sana. Kwa wapenzi wote wa mpira, leo niko na coaches. Ni kocha wa timu moja hapa Karengata. So wacha nimpe chance pia salimia watu pia akijulikana majina introduce yeye mwenyewe. Shukran sana. Coaches. Hamjambo wasikilizaji, kwa majina mimi naitwa Joseph Otieno Olo, coach Kaisa Karengata, timu ambayo inacheza Nairobi Regional League, na tunafurahia kuwa hapa ili kwamba tuweze kuangazia masuala ya kispoti. Shukran tu sana coaches. Pia mimi nimeshukuru kwa kukuja kwako. So karibu sana. Jisikie ukiwa nyumbani. Sasa tuanze kwa ukocha. Wewe ni kocha na nataka utuelezee kwa kifupi ulianza aje kuwa kocha ama nini ilikusukuma ukakuwa kocha? Bila shaka mimi kwa kocha kwangu ni jambo ambalo siwezi sema ni kubahatisha, manake nimekuwa mchezaji tangu mwaka wa 1998 na ilipofika mwaka wa 2001 niliweza kuanzisha timu ambayo ilikuwa inajulikana kama Golden Stars. Basi hapo mwaka wa 2002 tukakutana na Sian Roses ambao walikuwa mambo hiyo tu karibu mahali tunaishi, na kwa hivyo wakafurahia na timu tukafanya kile kinaitwa merge, kawa naitwa sasa Sian Golden Stars. Basi maisha yangu ni ya uchezaji, naishi mpira na natumai kwamba mpira inaendelea kwa kiasi fulani, na kwa hivyo baada ya retire kutoka katika ile mambo ya mchezo, basi nikafurahia kwamba niweze kujiunga na ile sehemu ya kuwa mkufunzi, na hivyo ndio maana nimekuwa mkufunzi kwa timu ya Kaisa Karengata mpaka sasa. Coaches, nimeshuhudia michezo yenu mingi sana. Kwanza kuna wale vijana nilishai kuja na timu fulani mkatandika pia wakapokea sawa saba. Then kuna kitu moja niliona unique kwenu, mnafanyanga trials aje ama mnaanzanga aje? Kwa sababu niliona ni timu iko na mpaka vijana wako na wa academy. Mnafanyanga trials aje? Hapo awali kabla ya kugundua kwamba football inafanya wachezaji waishi, hatukuwa tumechukua serious, lakini baadaye tumechukua serious, manake kama academy, kwa sababu kwa Kaisa Karengata in full inamaanisha Karengata Youth Soccer Academy. Kwa hivyo kile tulichofanya ni kwamba tuliweza kuanzisha vijana kuanzia umri wa chini zaidi miaka 12, 15 kuendelea mbele, sababu kwa awali tulikuwa tunaweza kuchukua wachezaji kutoka vilabu vingine, lakini tukagundua kwamba ni gharama, manake na tukagundua kwamba ni vizuri kuanza na vijana wale wetu wadogo, tukienda pole na wao baadaye wana graduate wanaingia katika team senior, na hivyo ndio tumekuwa tukifanya. Manake hata msimu huu nafurahia kwamba niko na vijana chipukizi ambao wametoka kwenye academy na ndio watacheza ligi msimu unaokuja, na hizo mambo ya kuweza kufanya pengine trials huwa tunafanya kabla ya season kwanza. Tunaweza kualika friendly matches teams kama 4, na tayari tusha target kama yako moja ambayo tulipatiana 7.
na nia kwamba tukifanya trials, kuna kijana tulishatap pale, identify defender, na tukaona kwamba ni vizuri tumediscuss kama team tunamtafuta. Basi katika hiyo trials tunawaita, wanakuja, tunacheza, coaches wanafanya, kila coach anafanya report yake. Baadaye tukikubaliana report moja, huyo player atachukuliwa bila shaka. Shukrani. Na kocha, kuna insurance mnakuanga naye ya vijana, ama in case of injuries mnakuanga mnafanyaje? Hapo ndiyo kizungumkuti sasa. Wachezaji wanacheza kule kubahatisha, manake sasa hakuna insurance sababu ni gharama, hatuwezi kuiweza kuikimu, kuweza kulipia zile ada ambazo zinahitajika kama kilabu. Kwa hivyo wachezaji wako tu hivyo, hatuna insurance yote. So tuseme kuna ile injury inaweza patikana, ile tuseme kijana amevunjika mguu, then what do you know, mnafanyanga aje kama team ama kama management, mnafanyanga aje? Kama kilabu, player akiweza kupata jeraha kama ya kuvunjika mguu, kile huwa tunafanya ni kwamba tunachanga kwa pamoja kama team. Tunao bahati kwamba mwenyekiti wetu Joseph Tomboya, ambaye ni kijana wa vile Tomboya, ndiye mwenyekiti na ametushikilia sana, manake tunapokuwa na shida kama hizi mara nyingi anatusaidia katika ule mchango, tukimwambia kwamba player amevunjika, then tunachanga kama wachezaji na pia tuna chip in na the board. Tuko na Ivan Sek ambaye ni the secretary, wana tusupport kwa hiyo njia. Na nikiwa mchezaji kwa hiyo timu yako, what is my future? Sababu unaangalia, unaona kuna watu akicheza club, unamkuta in the next 2 years 3 years amekuwa kwa national team ama. So kwa club yako, what the future na huyo mchezaji? Bila shaka wachezaji wanapotuchezea ama tunapowachukua katika kilabu, tunajaribu kuingia nao katika contract, na hiyo contract unajua ni contract ya hivi tu, manake hatuna pesa ya kulipa, lakini tunaingia katika maagano fulani kwamba wewe sasa ni player wa Kaiser na utacheza kwa Kaiser kutoka hapa mpaka pale. Sasa kile ambacho pengine huwa inakuwa ni tunajaribu kueleza player kwamba sisi tunakukuza, na tunapokukuza, mimi kama coach niko na tabia moja kwamba naipenda na tena naienzi kwamba player akinichezea na timu moja kubwa ikuje muone, ninafurahia sana, nimpeane kusudi aweze kutengeneza maisha yake pale mbele. Hivyo ndio tunafanya, tunawakuza hivyo, kwa sababu kwa sasa najua kuna players wengine tayari wangu wako Liberty ambao wanacheza pale ile timu ya Ghost Murray, na wakishafika hapo bila shaka unakumbuka wanyama wamechipukia pale, huenda wakapata mahali ambapo watatambulika. Sasa hivi kuna kijana pia nimemtuma kwa Barcelona Academy ambaye iko Westlands within the country, na hivyo ndio wanaweza kwenda mbele. Na ukiongea kama hii Liberty ya Ghost Murray, mnaingia yani ni mikakati gani au wachezaji wanajipatanga, mtu ameingia hapo ndio mtu ako nje pia tuongee, yani tujue pia mwenye ako nje pia vile anaweza ingia. Bwana Ghost Murray nafikiri ni coach ambaye amecoach hata timu ya taifa, na kwa hivyo anaelewa kile tunafanya kama kilabu. Ukishaona player wako kweli ana fit na unataka kumpeleka mahali ambapo unataka kuona kwamba anaweza cheza mchezo ya kandanda vizuri, bila shaka una organize na the coach ambaye ni Ghost, naenda unapeleka player, anajaribu kumwangalia, anampima. Bila shaka akiwa kijana ambaye ni mkakamavu katika mchezo wa kandanda, basi bila shaka atamchukua, na hivyo ndio mwanzo wa huyo kijana ataweza kujoin ile team. Shukrani tu sana coaches. Wacha tuende commercial break, then tukirudi nataka coach aniambie akijipata ile kwa discussion ama kwa room yani mmezungumziana na wachezaji, halafu kuna mmoja ako na mdomo sana vile huu ndio hiyo cases. Tukirudi atatuambia. Right, bila shaka mchezaji wangu tutakuwa tunachukua mapumziko hapa, tukiweza kurejea masuala ya indiscipline inakuwa namna gani katika kikosi ya coaches. Right, umesikia kocha ambaye kwamba alikuwa basi mchezaji wakati mmoja
na yeye baada ya kustaafu akaweza kusema kwamba hata hang boots in hali basi zile skills ambazo kwamba kunazo atakuwa basi anarejesha kwa community. Right, tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tuko naye hapa This is